msichana mmoja anapata jiwe la ajabu. Analiweka ndani ya tundu la jicho la sanamu ya mawe. Sekunde iliyofuata, mdudu mkubwa anayefanana na stick insect anatambaa kutoka kwenye mdomo wa sanamu hiyo. Msichana huyo anaganda kabisa kwa hofu huku akiutazama. Ghafla mama yake anamuita na kumkimbiza hadi kwenye gari, lakini hakuna hata mmoja wao anayegundua kwamba mdudu huyo anaofuata kimya kimya hadi nyumbani. Usiku huo, msichana anaamka ghafla baada ya kusikia sauti ya ajabu. Anagundua kuwa ni yule mdudu aliyemuona mchana. Anachukua kitabu, akaonyesha picha fulani na kumuuliza kama yeye ni feri. Mdudu huyo anaonekana kuelewa. Taratibu anatikisa mwili wake na kubadilika kuwa feri mdogo mwenye umbo la binadamu. Kisha anaruka moja kwa moja kutoka chumbani. Msichana huyo anashindwa kujizuia na akaanza kumfuata. Anafuata feri huyo hadi kwenye mlango wa maze ya ajabu. Ndani yake kuna shimo jeusi lisiloonekana mwisho wake. Taratibu anashuka ngazi moja baada ya nyingine. Alipofika chini kabisa, ghafla kiumbe wa kutisha anatokea nyuma yake. Kina kichwa cha mbuzi na mwili wa mti, lakini kiumbe huyo anaonekana kuogopa kumtisha. Hivyo anaanza kuzungumza haraka kujieleza. Anasema yeye ni Pan, mungu wa Faun kutoka ufalme wa chini ya ardhi, na zamani alikuwa mtumishi wake. Anamwambia kuwa baba yake ni mfalme wa ufalme wa chini ya ardhi na yeye mwenyewe ni princess wa ufalme huo. Jina lake halisi ni Princess Moana. Zamani alitamani kuishi kwenye dunia ya binadamu, hivyo kwa siri alipanda juu duniani, lakini mwanga wa jua uliunguza macho yake na akapoteza kumbukumbu zote. Msichana haamini hata neno moja. Ndipo Pan anamuuliza kama ana alama ya mwezi mwandamo kwenye bega lake la kushoto. Anasema hiyo ndiyo ushahidi. Msichana anabaki ameduaa kwa sababu kweli ana alama hiyo. Pan anamwambia kuwa kama anataka kurudi kwenye ufalme wa chini ya ardhi, lazima afuate maelekezo yaliyomo kwenye kitabu na kukamilisha kazi 3. Kisha anampa kitabu hicho na kumwonya kwamba anakipaswa kufungua akiwa peke yake kabisa, ndipo kazi hizo zitaonekana. Lakini msichana anakifungua mara moja na anakuta kurasa zote ziko tupu. Anapoinua macho yake, Pan tayari ametoweka. Siku iliyofuata, anafungua tena kitabu hicho. Safari hii maneno yanaonekana kweli kwenye kurasa. Msichana anafurahi sana na kuanza kazi yake ya kwanza. Anatakiwa kutafuta mti mkubwa mkavu karibu na nyumba yao. Ndani ya mti huo anaishi chura mkubwa sana. Kazi yake ni kuweka mawe matatu ya uchawi ndani ya mdomo wa chura huyo ili kupata ufunguo wa dhahabu uliofichwa tumboni mwake. Anavuta pumzi ndefu na kuingia ndani ya shimo la mti huo. Ndani kuna giza, unyevunyevu na umejaa wadudu wa kutisha. Anajikaza na kuendelea kutambaa ndani zaidi licha ya hofu. Mwishowe, anamwona chura mkubwa kabisa akiwa anamsubiri. Anamwambia kuwa yeye ni princess na anataka ufunguo wa dhahabu, lakini chura huyo haelewi chochote. Wakati huo, mdudu anatambaa hadi usoni mwake. Ndipo anagundua kuwa chura huyo anapenda kula wadudu. Haraka anachukua wadudu kadhaa kutoka chini, anawachanganya na yale mawe matatu ya uchawi, kisha anamtupia chura huyo. Chura huyo anatoa ulimi wake kwa kasi na kuvimeza vyote mara moja, lakini sekunde iliyofuata anaanza kujiviringisha kwa maumivu makali, kisha anatapika ute mwingi. Ndani ya ute huo, msichana anaona ufunguo wa dhahabu. Kazi ya kwanza imekamilika. Pan anatokea tena na kumwambia autunze vizuri ufunguo huo kwa sababu atauhitaji kwenye kazi inayofuata. Kisha anampa kipande cha chokaa. Anamwambia kuwa akichora mlango kwenye ukuta wowote kwa kutumia chokaa hicho, ataweza kwenda popote anapotaka. Baadaye Pan anatoa hourglass ili kumsaidia kukamilisha kazi ya pili. Pia anampa fairies watatu wadogo kwa sababu sehemu anayoenda ni hatari sana. Viumbe waliopo huko si binadamu. Pan anamwonya tena na tena, bila kujali chakula kitaonekana kizuri kiasi gani, asile hata tonge moja. Akifanya hivyo, itagharimu maisha yake. Pia lazima aondoke kabla mchanga wa kwenye hourglass haujaisha. Vinginevyo atanaswa huko milele bila njia yoyote ya kurudi.